mpenzi mtazamaji wa Kisii FM Digital pamoja na Kisii FM 94.1. Asubuhi iliyoje na tunafuraha sana kutoka hapa Kisii FM Studios tukikutangazia moja kwa moja kutoka maeneo ya Menyinkwa. Furaha yetu ni kwamba leo hii tumetembelewa na wanafunzi kutoka shule moja ya shule zile ambazo zinapatikana katika maeneo yetu ya Kisii, hasa katika kaunti ya Nyamira. Ni kusema kwamba niko na walimu hapa ambao nakuletea uweze kuwafahamu pamoja na wanafunzi, na una mengi ambayo wanaweza kutusimulia siku ya leo. Hivyo basi nakutayarisha nikisema karibu sana, maana hii ndio Kisii FM 94.1 enka yomogusi. Karibu sana walimu, mimi hapa nikiwatambulisha niite Nimrod Mwongori. Asante sana. Mwalimu, tuambie majina yako. Kwa majina naitwa Cosmas Nyabuti, mwalimu katika shule upili ya Mwongori. Wewe wafunza subject gani, pengine unaweza muambia mtazamaji? Nafunza somo la Kiswahili na historia, lakini nimebobea kwenye lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili. Hebu tuambie leo hii wanafunzi ambao mmekuja nao wana nini ya kutuelezea? Tuna wanafunzi ambao ni wa chama cha wanahabari, wanania ya kuwa watangazaji, ndiposa tukonelea vyama, waje waweze kushuhudia shughuli, ndiposa wanapotoka shule waweze kumakinika na kujiunga nanyi kwenye kazi na taaluma kwa ajili ya kupata kipato. Asante sana mtazamaji, unavyoona kwamba huyu ni mwalimu mmoja kutoka shule ya Mwongori High School ambaye amefika hapa pamoja na wanafunzi. Wana mengi ya kutuelezea. Vile mwalimu amesema ni kwamba wana zile ambazo tunaita wako na taarifa za habari, watasoma hapa na utawaona. Lakini katika kazi hii ya kuwafundisha wanafunzi, wewe hasa unasimamia eneo gani ama unasimamia pande gani katika ile mambo ya taarifa na habari shuleni? Kwenye chama chetu cha wanahabari tuko na idadi ya walimu 3. Mara nyingi kazi yetu ni wa taarifa yale ambayo yanaendelea pale nje, kuwapa magazeti waweze kufahamu, alafu ndiposa na watangazia wale wengine wanaweza kujua yale ambayo yamejiri pale nje kwenye ulingo wa siasa, sport na mengine mengi. Asante sana mwalimu. Ni Cosmas Nyabuti huyu mwalimu kutoka shule hiyo. Asante sana mwalimu, nitakuwa nikirudi kwako baadaye. Lakini hata hivyo na mwalimu wenzangu pia hapa. Mwalimu karibu sana. Naona uoga kidogo, lakini nataka uwe mtu ambaye mchangamfu kidogo. Haya, jina lako? Kwa jina naitwa Mr. Brian Mogaka. Nyumbani ni Bobasi. Nafunza katika shule ya Mwongori High School, Nyamira County. Katika chama cha wanahabari hawa, wewe unasimamia nini katika chama hicho? Mimi ni mwalimu wa Kiingereza. So taarifa ya Monday inakuwa ya Kiingereza. So huwa naangalia, napitia kama kuna makosa na natoa makosa. Kumaanisha kwamba kuna wanafunzi ambao watakuwa wakisoma taarifa ya Kizungu hapa leo hii? Yeah. Asante sana. Naomba sasa niweze kuwaruhusu walimu wangu wakaondoka, hivi basi niweze kuwaleta wanafunzi mmoja kwa mmoja. Lakini hata hivyo kwamba jua kwamba ni enka yomogusi Kisii FM 94.1 tukiwa kutoka hapa maeneo ya Menyinkwa, lakini kupitia sasa tunapitia katika YouTube channel yetu. Unaweza kusubscribe pale, unaweza kutupata pale na kusema kwamba mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukichanganya, manake hii ni station inayotumia lugha ya Ekegusi. Kuna wanafunzi ambao watasoma taarifa za Ekegusi na kuna wale watasoma katika lugha ya Kiswahili na kuna wale wengine ambao watasoma katika lugha ya Kizungu. Lakini kwa sasa nataka niwakaribishe wale wanafunzi ambao watatusomea taarifa ya habari katika lugha ya Ekegusi. Sivyo mwalimu? Naam. Haya, asante sana. Walimu naweza waruhusu muondoke. Haya wanafunzi, njoo wale ambao mko na taarifa za Ekegusi moja kwa moja. Nataka mujitambulishe, mseme mnaitwa nani? Yose tuira neke kusibono yanka. Na kiukurukwa? Jona Gwata. Form irenga? Form tunde. Form tuole. Utataka kusoma taarifa ya habari Ekegusi? Iko. Asante sana. Songa hapa basi. Mko na karatasi mnasoma ama unasoma kutoka wapi? Haya, sasa mimi nawapa uwanja ni wenu, chukua microphone moja kwa moja. Tunaangalia kamera pale. Mayamano mwanchito to kwarigania asamangana amaya asobenge kere chinsa ikomnebere chabana mogaso. Kisii FM enka yomogusi. Abana beskuri ya Mwongori banyare goikage gase studio ya Kisii FM yenyuma yomora yobo bwana Brian na Cosmas koralina bana bache kworoke ebyego byabo. Kisii FM enka yomogusi.
komenta nayo ni garinga abananchi katika ese county ya Kisii banyare kogokeranwa iga nepad nyuma yomora yobo simbarati agochoru uyonyare ko bakaokora amagendero ase county ya Kisii. Saint bona abatangazaji ba Osin Mogeni togoteina byamona abantu baito ba Kisii FM asoko twarigani ase studio korokia ebyego byaito kubatenga buna chinsa chikende kugenda tunyari kuba manyia mange aitu kunyara kunyora ase ebyombo byaito bya pari nicho omutangazaji John Agwata tonge bagondangelia Sidin Mogeni nande ningitabe. Aya, asante sana, mbia mono sana. Umwanchu murigereria abana banafunzi bekirasi gya form 2 basomire amangana muyaga gakorwa senkayo mugusi tibatinga nkiora na kuruga abuna nkiora asomera kinde tegotebanga tiamba boli mabori yaberega iga nkiye kora mwachorire enseme yiga yogosoma amangana mayanere profession yinde gochakoba gosenaki ncha senje na cholete gutangaza habari asingencho nanyoleta abantu mbalinga gari batabu TV wano nchengarambu ya joine club ya General Somali School kolene ngonya abantu bali balenga babati chiredi ngiye kwera wachorete osome ekigusi yae takushikia tu microphone narochenga tiganchore ekigusi buno mtata irega baro gusangi abangina ba myaka ya chire bari konyara koigu na bonense abere digital ende bachire gesongo chao bona bari konyara koigu gesonge ke byangaranga asome ekigusi eke chikuba konya nande ready bande mbari kwenyara na TV. Okay. Mangana maya sana mwanzo murigereria bono abana ba form 2 batasomera mangana maye ase omunu bwekigusi nande batabire bagosoma mangana ase ngenchonga nariyo omongino rio mogoturika aranyare kuigwa eluga yekigusi tako na korengera ringa kero kende nkibate bagose nkibakwana mbia mono sana ntawaruhusu wanafunzi hawa kwa sasa waweze kuketi kwa sababu ni wengi niweze kuwaleta wengine wa Kiswahili tafadhali na njoo kwa haraka na kwa upesi sana abagocha bono mwanzo murigereria nabe ekigusi onyorega tore live tore ya mase yamo ase Kisii FM digital igona botulira ase simu yao na ndebo igona bogo subscribe kiara tokane tio subscribe ase channel yaito twahokire sana tuatale runa wanafunzi ba Mwongori high school abo bachire ase studio yaito gaiga rero tuli no mogoko gusanga mo nabaro batete gutumanyia mangana maya ayiba kugere school onyore ne club ya journalism aria ase school ya Mwongori togoso ase Kiswahili gaiga sobwango karibu sana. Niambie jina kwa haraka sana na pia alafu niwape nafasi muweze kusoma taarifa zenu. Jina langu ni Bravin Karamu ama ukipenda Bravin Olosodol Longinyasa. Jina hiyo umeipata Bravin, rudia tena. Unaweza niita majina yangu kamili ni Bravin Karamu Bravin Olosodori Longinyasa. Olosodori. Asante sana. Mbona Kiswahili? Mbona Kiswahili si Kizungu, si Kisii, si Kimasai? Kuanzia kabisa nilipenda Kiswahili tangia utotoni. Niliona kwamba ukiangalia wanahabari wengi unapata wanatoka pwani na mimi kwanza ni Mkisii bado. Sasa ningependa kwamba niwaonyeshe kwamba hata Wakisii wanaweza tangaza kwa Kiswahili. Asante sana ndugu yangu. Waitwa nani? Michael Mchumbe. Kidato cha ngapi? Kidato cha pili. Mbona Kiswahili? Nilichagua Kiswahili kwa sababu nimelelewa kwa msingi huo. Wazazi wangu hawakuweza kuishi sehemu za huku nyumbani. Kamia Mombasa sasa nikazoeshwa msingi wa Kiswahili. Ndio maana napenda Kiswahili. Asante sana ndugu yangu. Nani huyu? Denwell Kingoina Mukaya ama wananiita Papa Deno. Papa Deno. Tuko na Papa Deno kwa nyumba. Niambie kwa nini Kiswahili? Ya kwanza nilichagua Kiswahili kwa sababu nililelewa katika mazingira kule Mombasa Likoni ambapo nimekulia na huyu kijana ambaye ni rafiki yangu. Ni wapwani hawa, ni wapwani ujue. Na pia nilikuwa nataka kufanya confirmation wanavyoita kwa Kizungu kwa wao ndugu zetu wa Kisii kwamba hawezi tupiku kwa upande wa Kiswahili. Sikia hayo ndugu yangu mtazamaji. Mambo kama hayo. Jina mwenzangu? Kwa majina naitwa Leves Harris aka WWE. I speak with hands, I see with my eyes. Majina mazito hata hajamaliza. Mimi huwa natumia ishara kwa translate kutoka Kiswahili kwa kutumia ishara ama Kizungu pia. Huyu ni wa ishara. Kumaanisha kwamba wanaposoma wewe ni kutafsiri kwa lugha ya ishara. Naam. Asante sana. Tunaanza na nani hapa? Haya, utachukua microphone hii kisha uangalie kamera pale uweze kusoma taarifa zako. Utakuwa na tafsiri moja kwa moja. Asante sana.
Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika redio yetu, redio ya Kisii FM, redio inayosifika na kuaminika kwa taifa na habari mbalimbali. Tuanze na habari za mazingira. Mazingira yetu yanakaribia kuangamia. Wanasayansi wanakisia kuwa karne ijayo mito yote itakuwa imekauka ikiwa hatua za dharura hazitachukuliwa. Mazingira yetu ndiyo amali ya kudumu inayoweza kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Visa vya uchafuzi wa mazingira vimekithiri nchini Kenya. Chanzo kikubwa haswa ni hivi viwanda vyetu vinavyoachilia kemikali hewani na hata kuachilia mabaki ya kemikali hizo kwenye mito. Uchafuzi huu unachangia pakubwa kwa ukosefu wa vitoweo kama samaki na pia kusababisha ukosefu wa maji. Naam, asante sana kwa habari hizo. Nami wacha nikupeleke moja kwa moja katika habari za ukuzaji wa talanta. Je, wewe ni mzazi kule nyumbani, mtoto wako ana talanta ipi? Je, umeikuza? Na hivi basi, kama umeikuza, unailindaje? Karibu, mimi ni Bravin Karamu. Katika ukuzaji wa talanta, tunaangalia shule nyingi. Kwa mfano mimi, nilipoingia kidato cha kwanza, ndipo nilianza ufanisi wangu wa kuwa mwanahabari. Je, wewe ni mwalimu mkuu, mwalimu au mwanzilishi wa shule? Je, umetunza talanta yako? Wewe mzazi, una jukumu kubwa kuanzisha talanta. Angalia pale wazungu. Mwanafunzi yuko darasa la 6, lakini ana kipawa. Kipawa kile kinakuzwa na wazaziwe. Je, Wakenya tuko wapi? Wakisii tuko wapi? Lugha zote tuko wapi? Ndio hayo makala kuza talanta. Asante sana. Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada bali kutii amri na kupatia mwisho wa habari zetu za Kisii FM. Niite Michael Mochumbe ama mwana wa Mochumbe. Asante sana. Simuwape makofi jamani. Naona mko kwa nyumba wengi lakini hamna makofi. Asante sana. Ndugu zangu, nitawaruhusu muondoke, lakini lugha ya ishara tafadhali na uweze kubaki, manake sasa utakuwa unafanya kazi hapa, wakizungumza unatafsiri. Hata mimi sasa endelea kutafsiri ninapoongea. Omwanchu muligira, unaelewa Kisii? Unaelewa Kisii? Kiswahili peke yake na Kizungu. Watu wale wanafunzi wa Kizungu tafadhali, na wa ishara mwingine yuko wapi? Ako wapi huyo? Muweze mulete. Haya, asante sana. Mtazamaji, tuko katika Kisii FM live, tuko kwenye studio zetu na vile vile tuko na wanafunzi kutoka shule ya upili ya Mwongori High School. Hivyo kumaanisha kwamba leo niko tu ataliru na wanafunzi wa Mwongori High School na wako hapa, tunatumia moja kwa moja tukikuja live kupitia Kisii FM Digital. Wana mengi, taarifa za habari ndizo hizo umezipata, na wana mengi hata zaidi. Sasa hivi tunaingia katika lugha ya Kiingereza na kuambia kwamba katika unaweza ingia tu ndugu yangu kama wewe ni wa ishara ya Kiswahili bado hujamaliza, basi tutakuwa tunawaleta wengine. Wala Kiswahili sogea karibu. Wa Kiswahili wale wengine tafadhali songea karibu. Na sijaona kina dada wengi, tafadhali sijui mtafanya nini. Kina dada sijui mko wapi na mko pande gani, lakini nataka kusema kwamba mtazamaji, tuko live Kisii FM Digital. Hapo unapoona kwenye channel yetu, you can subscribe. Unaweza subscribe pale hivi basi kwamba uweze kupata yale ambayo tunafanya katika channel yetu kila wakati yaweze kukufikia. Hawa ni wanafunzi wa Mwongori ambao wametutembelea kwenye studio zetu leo na tuko live pamoja na wao hapa. Nataka watujulishe majina yao kisha tuweze kuendelea. Kwa majina? Gifton Bundi. Nataka uinue sauti kidogo. Gifton Bundi. Unasoma taarifa ama unafanya nini? Nasoma taarifa. Unasoma taarifa lugha gani? Lugha ya Kiswahili. Mbona Kiswahili? Kiswahili lugha ya taifa, lazima tukikuze. Lugha ya taarifa. Ya taifa lazima tukikuze. Kabisa. Asante sana. Form 3. Haya ndugu yangu nao. Kwa majina ni Desmond Mambo. Kidato cha ngapi? Kidato cha kwanza na niko katika kitengo cha mashairi. Kitengo cha mashairi. Kwa hivyo hapa hivi una shairi? Naam. Asante sana. Ndugu yangu. Kwa majina ni Omar Said. Omar Said. Kidato cha ngapi? Kidato cha 3. Una nini leo? Leo niko na habari. Habari. Naam. Kiswahili? Kiswahili. Mbona Kiswahili ndugu yangu? Kiswahili ni lugha niliyolelewa nayo. Asante sana. Na mtazamaji, ukumbuke tuna mtafsiri wa lugha ya ishara. Sijui cameraman kama ameweza kumshika pale, kwa sababu huyu ndiye tunatumia katika wale ambao wanaelewa lugha hiyo ya ishara. Ndugu dada yangu unaitwa nani? Kwa majina ni Ann Muchumbe ama Geuka kwenda kwa kamera pale anakutafuta. Jina? Kwa majina ni Ann Muchumbe ama mwana wa Muchumbe. Mwana Muchumbe. Yeah. Una nini leo? Kuna taarifa ya habari. Kidato cha ngapi? Kidato ni cha 3. Kiswahili ama lugha gani? Kiswahili. Mbona Kiswahili? Ndio pale nilikuziwa.
Mombasa. Sasa nimezoea hiyo lugha, ndio lugha rahisi kwangu. Shule yetu ina wapwani wengi jamani. Wapwani ni wengi shule yetu. Naam, dada yangu kwa kamera pale nataka ugeuke hivi. Jina? Maiza Kerubo. Mpwani pia ama Mtaita? Ahaf. Hebu eleza tuelewe hafu unamaanisha nini? Baba ni Mdigo na mama Mkisii. Mkisii. Mwasikia hayo? Mdigo na Mkisii. Perfect. Lugha ya Kiswahili? Mashairi ama nini? Habari. Tunaanza na nani? Asante sana. Chukua hii microphone, tazama kamera pale, tupe taarifa. Lugha ya ishara iko pale. Assalamu alaikum mpenzi msikilizaji, mtazamaji, natumai umbukheri wa afya na karibu katika habari zetu zinazoaminika kote nchini. Yaliyomo vidokezo. Ungana nami Omar Saida hadi tamati. Sekta ya kilimo. Serikali imechukua hatua katika kuimarisha upande wa kilimo. Hapa ni baada ya Rais wa Jamhuri ya Kenya watano William Samoei Ruto kuweza kupunguza bei ya mbolea. Hii ikiweza kusaidia wakulima wote wa majani chai na wakulima wote wa vyakula humu nchini. Hii ikisaidia katika kuongezeka kwa idadi ya chakula ambayo inaweza kuzaliwa. Hapo upande mwingine, naibu rais Rigathi Gachagua achukua hatua ya kuweza kuwaambia wakulima wote ama kuwapea ruhusa wakulima wote katika kupanda katika misitu. Hii ikiweza kusaidia na kuongeza idadi ya chakula nchini. Ikiweza pia kuweza kusaidia Kenya kukumbana na janga hili la vyakula nchini Kenya. Ni kweli kwamba siku iliyongojewa kwa rakba ya mkanja hatimaye imewadia. Wanafunzi waletwa katika studio ya Kisii FM kukuza talanta zao. Wanafunzi waipa kongole shule ya Mwongori kuleta katika Kisii FM kupata kukuza talanta zao. Hii ni almuradi kwa David Mbaka aliyowapa nafasi kama hii kukuza talanta zao. Ni hayo tu. Na katika sekta ya uchumi ni kwamba ni baada ya mafuta nchini kupanda bei. Na katika sekta ya uchumi ni kwamba hii ni baada ya bei ya mafuta nchini kupanda bei kwa 20%. Hii imeweza kuchangia katika kupanda kwa bei ya bidhaa na kusababisha hali ya uchumi nchini kupanda. Wananchi nchini wameweza kuomba serikali mpya ya Kenya kuweza kupunguza bei ya bidhaa nchini ili kujali maslahi ya wale watu wa chini. Asante. Basi ifuatayo ni shairi kutoka kwa mwenzetu hapa. Kukichani midomoni, kusimanga ni Kisii. Munani kina fulani, mbona hampumziki. Mwaruka hadi hewani kudidimiza haki. Wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Midomo yenu myeusi kwa Kisii kuiongea. Njia hazimeinyasi kwa safari za umbea. Na hivi mkome basi stesheni kuiongea. Wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kisii redio bora kote nchini kitamba. Burudani zimurua zote wanazotupatia. Wakitupa burudani nasi twazikumbatia. Wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Tamati nimeshafika sasa ninahisi njaa. Tumbo linatetemeka bora niende kukaa. Nisije nikaanguka mkaniita kichaa. Kisii FM sasa ni moto tena wakwote ambali. Asante sana. Naam, kabisa zaidi. Ikiwemo ni shairi hiyo yatufikia kikomo cha habari zetu za siku ya leo. Sisi kama wana Daima TV katika shule ya sekondari ya Mwongori tutakomea hapo kila siku, na sisi ndio wana Daima. Asante sana. Wapi makofia tafadhali?
Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba hawa ni wanafunzi kutoka shule ya upili ya Mwongori, wale ambao ni kutoka kile chama cha utangazaji kule shuleni. Unaona kwamba wana lazima sana ya kuwa watangazaji katika siku zao za usoni, lakini kuna wale wa lugha ya Kisii, kuna wale wa lugha ya Kiswahili, na sasa tunaingia katika kitengo kingine cha wale ambao ni wa lugha ya Kiingereza. Asante sana. Wapige makofi wanapoondoka. Asante sana. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, vile vile tuko na lugha ya ishara hapa. Mwenzangu hapo ambaye anatafsiri lugha kwa ishara. Unapotazama pale basi nafurahia sana kuwa na ambaye tafsiri katika lugha hii ya ishara. Mambo mazuri haya. Wa Kiingereza tafadhali, na nataka muanze kuingia kwa sababu ya muda, kwa sababu nasikia kwamba nyinyi ndio mtakao kuwa wa mwisho, halafu tuende katika sehemu nyingine. Haya, mtazamaji, ni Kisii FM Digital. Tuko live kutoka studio zetu hapa Kisii, mahali ambapo tunaita Menyinkwa. Basi kama unafuatilia moja kwa moja, jua kwamba kuna mengi ambayo yanakuja, hivyo usitange mbali, manake tuko na mengi. Wanafunzi wanaingia hapa, naona kina dada warembo sana wanaingia hapa, ni wale wa kusoma taarifa katika lugha ya Kiingereza. Jamani, mambo mazuri haya. Naona kwamba kijana ni mmoja kati ya hawa. Sasa wa lugha ya ishara sasa tuweze kupata, kuna mwingine wa lugha ya ishara? Ako wapi? Ako wapi wa lugha ya ishara mwingine? Asante sana, asante sana, asante sana. Haya. Okay, ako wapi? Ndio huyu. Twende kule. Na? Anaelewa Kikisii? Tutajua hayo, lakini kwanza tuweze kuanza kwa utangulizi, tuweze kutuambia majina yao, ndio itakuwa tamu tena zaidi hapa. Kwa majina. Takushikia tu kwa haraka. My name is Sophie Kwamboka. Nakumbuka hawali wala kizungu, si ndio? Okay, what's your name? My name is Sophie Kwamboka. From 3. From Mwongori High School. Mwongori High School. Yeah. What do you have for the students today? For today, we have prepared that we will teach our grannies and grandpas some English, the basic one. Okay. Yeah. Thank you so much. There's another one here. What's your name? I'm Vivian Anyona. Vivian Anyona. From 3. From 3. From Mwongori High School. We just want to teach our grandmothers back at home some basic English. Okay. What about you? My name is Rosrita Chelangat. Move closer. Yes, because of that light. Yes, your name? My name is Rosrita Chelangat from 2 from Mwongori High School. Yeah, what do you have? I have something special for the teenagers. Thank you so much. What's your name? Deborah Machogu. Deborah Machogu. You have a good vocal, my sister. Thank you. Yes. What do you have? We can just teach what I have for the teenagers. Okay. And my brother here. I don't know one among these ladies. I don't know why. Okay, my name is Dalton Moses. Dalton Moses. Yeah. Form 3 student. Yes. We were prepared teaching awareness about drug and substance abuse. Okay. Thank you so much. Wana mengi hawa. What's your name? My name is Winslet Blessing. A Form 3 student from Mwongori High School. And I just had a piece of advice for the girls. Okay. Yeah. Why Blessing? Because I'm the only daughter to my mother. Oh, wow. Mpigie makofi tafadhali. The only daughter. And you, my sister? My name is Barbara Kerubo. I'm in Form. Karibu, kamera inaweza kukuona pale. I'm in Form 1. Yes. I'm going to translate English to Kisii. Oh. English to Kisii translator is in the house. Thank you so much. What about you? My name is Melvin Sente, and I'm in Form 3. Yes. I just want to help in translating sign language. Sign language interpreter here again in the house, a lady. Thank you so much. Tunaanza na nani? Where are we starting from? Who is the first one here? According to... Okay. Take the microphone and take it up. I wish you could move closer because of the camera. Right? Good afternoon, I guess. The message to the teenagers, I want to talk about peer pressure and drugs with self-esteem. As you all know, all teenagers, we have problems with peer pressure. And it's actually something that you can take care of and get through with it. So, like, just one word, like, follow what your heart tells you. To the drugs side, like, it's not a must for you teenagers to take drugs so that you can look cool to your fellow
students, your fellow classmates, your friends, like just sustain to the self-esteem, but just have the higher self-esteem and just believe in yourself and trust in yourself. Yeah, that's it. Thank you. Makofi yake tafadhali. Next. Good afternoon. This goes to our grannies and grandpas at home, wherever you are. We have the basic English that you can use at home or whenever you want to communicate to your children or anyone else. These are some of the sentences. I'm going to the supermarket. A supermarket. Yeah. To our grannies. To our grannies, you can use just this simple English that I'm going to the supermarket, so that you can tell to anybody who is around you. Kwenda the supermarket. Another one, what do you want to eat? Kyotaite kori. Yeah, that's what we have. Let me welcome my friend to continue. Good afternoon, I guess. Good afternoon, I guess. I'm going to tell this to our grandmothers back at home, some basic English which they may use to speak to maybe their grandchildren back at home. So one, what's your name? Ngakiokoroko. What are you understand what's the meaning of a drug? A drug is a substance that when it's taken into the body, it alters the body functioning. There are so many types of drugs that people consider them as dangerous, but others are also useful. Like, let's talk about tobacco. So tobacco, it's a drug that some people use it badly, but others also, it's meaningful to others. And it also leads to hallucination and peer pressure. That's all that I can say. Good morning. Good morning. I'm going to pick it up from where my friend left. As she has said, a drug is anything that when taken alters the normal functioning of the body. The effects of drugs are depression, hallucination, addiction, and all sorts. But one word for the teenagers, because where I live, I see a lot of people who take drugs and alcohol, including mostly alcohol. I would like to say and tell you one thing. You are a rare gem and you took time to create. The special person that you are right now took time to create, and you don't deserve what you're doing to yourself because it does not help you in any way. I was your presenter, Onyonka Dalton. Good evening to my listeners. So at this time, I have an advice for the young girls, and I chose to advise the young girls because the girls face many challenges at this age. So most young girls, you get, maybe they were born outside their parents' marital issues, maybe their mothers gave birth to them where they were still young, maybe schooling, and then you get the mother has been married by another man. So most men discriminate the young girls, and so the young girls have nothing to depend on, or the young girls lose hope in life just for nothing, because the young girls see that the best solution is to maybe go and get married. Because they do think that that's a way to save their lives. But I tell you this time, that's not a way to save your lives. In this world, there are many opportunities, and we young girls are the ones who fail to make good choices. So as a young girl, you should think out of the box. Don't let these men ruin your lives. You can make it in life. I was your host,
Simako blessing. Clap for them as they leave the stage. Thank you so much. Mambo mazuri haya. Asante sana. Mwalimu sijui yule njoo nyi wawili napoambiwa ni nini kinafuata. Wapi mwalimu? What next? Are we done? Maybe tunaweza sema kwamba tumemaliza. Hebu tueleze kidogo. Hii lugha ya ishara mnafundishwa shuleni ama mnaijuaje? Hii lugha ya ishara mimi nilianza kujifundisha nyumbani wakati brother yangu alikuwa mgonjwa. Alipata ugonjwa wa masikio, sasa akaenda shuleni ndio akaanza kujifundisha. Vile alirudi nyumbani sasa nikaanza kumandikia vitu chini na muziki na vinaonyeshwa je kwa ishara ananionyesha. Class kuna fanywa mazoezi hadi sasa ninajua. Kwa hivyo haujafunzwa pale shuleni hii lugha ya ishara ama umejua hivyo tu kutoka nyumbani? Bado sijaenda shuleni kufunza. Sasa kwa nafunzwa na brother yangu. Mambo mengine kwa tunatembea na yeye. Tukutana na interpreters wengine. Pia naona vile na sign. Yenye pale nakosea wananikosoa. Hivyo tu. Asante sana, mpeni makofi huyu ndugu kwa sababu anafanya kazi nzuri sana kwa miaka yake kujua lugha ya ishara. Hebu kwa mfano A, B, C, D, E, 1, 2, 3, Nimrod. Mambo magumu haya, Hiyo inakuaje sasa? Nimrod. Yes. N-E-M-R-O-D. Cosmas. Cosmas. C-O-S-M-E-S. Kisii. Kisii ni hivi kwa nini? Kisii. Kwa ishara ama we spell K-I-S-I-I. Enkayo Mogusi alisema juu Kisii ndio. Mwongori High School. M-W-O-N-G-O-R-I. Mama mazuri haya. Mpeni huyu ndugu makofi tafadhali. Ananifurahisha sana. Haujafunzwa? Sijafunzwa. Umejua tu kutoka kule nyumbani? Naam. Asante sana. Wacha nijue kwa huyu dada. Umefunzwa wapi lugha ya ishara? Mimi binafsi nilianza kusoma kupitia kwa njia ya mama yangu. Juu ni mmoja wao wa kufunza special needs hapo Shanzu. Sasa wakati wa corona aliweza kunifunza. Manake watoto wengi walikuwa nje. Sasa ikabidi anieke busy kwa kunifunza. Juu hata hapo kanisani kuna wenye wajiwezi, wenye wasikii. Sasa akaona ni heri anifunze ili niweze kucommunicate na wao. Asante sana. Umefanya kwa miaka mingapi sasa? Si kwa miaka mingi sana. Manake niko katika shule ya bweni. Sasa ndio maana wakati wa likizo ya corona kwanza hapo sijaienda tena class. Okay. Je, kuna mwanafunzi yote ambaye pengine umejaribu kumfundisha lugha ya ishara? Ndio. Kama nani kwa mfano? Yuko hapa? Yupo. Nani yule amefunzwa na huyu kidogo, amejua kidogo? Aje, ndio huyu? Si. Yuko wapi? Tunisia. Umeenda wapi Tunisia? Ndio huyu hapa Tunisia. Na huyu dada huyu Tunisia. Umesema Tunisia, jina lingine umesemaje? Chepkorir. Tunisia Chepkorir. Nasikia kwamba mjomba wake ni mfanyakazi wa Kisii FM kule kutoka kaunti ya Nyamira ambaye ni reporter wetu. Unamuita nani? Dennis Kirwa. Huyu basi huwa ni anakuitaje sasa wewe kwa lugha ya Kiswahili? Ndio hivyo basi aliniambia kwamba Dennis Kirwa ni anko yake, yani mjomba, sivyo? Asante sana. Umejifunza kidogo lugha ya ishara jamani? Unajua kidogo. Hebu tafsiri sasa sentence nayo isema. Ni letters. Jina lako. Hebu andika jina lako Tunisia. Tunisia Chepkorir. Hebu andika tuone. Tu ama ni T? Si amejaribu sana jamani, mpe makofi huyu. Asante sana. La muhimu zaidi hapa mtazamaji ni kwamba huyu ndugu pamoja na huyu dada
hawajaenda kokote kujisomesha mambo ya lugha ya ishara, hawajasomeshwa na mtu yote, lakini ni kusema kwamba wanafahamu haya kupitia kujifundisha wao wenyewe, kumaanisha kwamba ukitaka kufanya jambo linawezekana, si lazima ukafunze na mtu yeyote. Asante sana, nashukuru sana. We now taking a short break, alafu tutarejea tukuambie tunaenda wapi, sehemu nyingine ni gani, alafu utakuwa unatufuatilia kwenye YouTube channel yetu hapo chini, subscribe Kisii FM Digital moja kwa moja. Nataka kushukuru sana kwa sababu timu nzima ambayo imeshirikiana pamoja nasi kuhakikisha kwamba mambo haya yamekujia moja kwa moja kutoka hapa kwenye station yetu teule Kisii FM. Tuko kwenye studio na wanafunzi kutoka shule ya upili ya Mwongori. Tumefurahi sana, wana mambo mazuri haya, lakini wametutembelea tu katika kuona mawili matatu yale ambayo tunayoyafanya hapa katika taaluma hii ya utangazaji, kwa sababu wao ni kile chama cha shuleni ama journalism club kutoka kule shule yao. Kwa hivyo tunachukua tu muda kidogo, kisha baadaye tutakuwa tukirejea. Makofi tafadhali tunapomaliza. Asante sana.
There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore. Iwe kiza baridi na upepo, iwe kiza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho, kando yako we mtoto, unanifanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo, kando yako we mtoto, my desire, we nipe dawa, mima ututi sijelewi oh my lord. Shidani nimekolea penzini, shidani oh baby uko moyoni, wewe nakupenda we, nakutaka we, kwako sijiwezi oh my love. Mpenzi we nono roho yangu ayaya, kwako sijiwezi oh my love. Akili mwili baby, hasira zangu nazituliza, ukiongea nasikiliza, yote sababu ya upendo. Pili pili baby, vindi mchuzi ya kunyunyiza, ukiongea nasikiliza, yote sababu ya upendo. Kiukweli napendwa, nachanganywa na ya mara, shidani nimekolea penzini, shidani oh baby uko moyoni, wewe nakupenda we, nakutaka we, kwako sijiwezi oh my love. Nimesadiki ya wahenga, penzi lina raha yake, mzigo kwa Pemba, mlacho mtu chake, penzi nimepata ngenga, kimasemase, najinyenga nyenga, mbao 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 tate. Huwaga sioni, ninavyoipanda milima, ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina, tunaanza jikoni, mpaka varandani twarindima, yala, yala, yala. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, but don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, oh, oh. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me, I'm around. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. I need somebody who can love me, I'm around. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the rest. Alright, wale wa muziki
sasa. Wale wa muziki, unataka ngoma gani? Mmesema all over. Sawa. All over nani ameimba? Alright, you guys, ndio inaanza. This dance is dedicated to my mom. Happy birthday in advance, my role model, November 16. Thank you. Another one, nani mwingine? Patia mic. Je, umewahi kusikia Kisii FM? Kisii FM enka yomogusi tonyore ase emitandao yaito ya YouTube konyora ebiro ase ebinto byonsi kochakera chinsa inye kuanzia saa 4 hadi saa 7 ege teacher kuanzia saa 7 hadi saa 10 esaiga kuanzia Saturday pale Saturday kuanzia saa 3 hadi saa 6. Tufuate kwenye mitandao yetu ya Twitter, Instagram @Kisii FM. Karibu, just enjoy. Na huyu Aya, mimi hapa mimi ni mwenzenu Levis Harris aka I speak with hands, I see with my eyes. Nataka kuwafundisha kwa kutumia lugha ishara, alphabet A to Z na family members. Nikapa na mwenzangu atanisaidia. Tunaanza A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Baba or father, mother, sister, brother, uncle, auntie, grandfather, grandmother. Sister-in-law, sister-in-law, brother-in-law, Topic about family members. Number 1, mother. Number 2, father. Number 3, brother. Number 4, sister. Number 5, auntie. Number 6, uncle. Number 7, cousin. Number 8, parents. Thank you. Ninayaweza mambo yote kwa jina la Yesu. Nimejifunza kutumaini siku zote. Ninayaweza mambo yote kwa jina la Yesu. Nimejifunza kutumaini siku zote. Nayaweza yote kwa jina la Yesu. Mbele yangu naona nuru, sitapungukiwa chochote. Anajua shida zangu. Nayaweza yote kwa jina la Yesu. Mbele yangu naona nuru, sitapungukiwa chochote. Anajua shida zangu. Okay, I want to talk about our school. Mwongori being one of the best schools in Nyamira County. It's located along Chepilat
to Sotik Highway. It is the big school. Our principal is called Mr. Davidson Kengere, and we are about 1,600 students, and we always pass. Let's see our last meal. Our last meal was 8.1. Our school motto is education has no substitute. We have integral values like honesty, love, care, and what have you. We have 1,700 students in our school, and we are very proud of our school, Mwongori High School. Thank you. And lastly, being the Form 4s, our target mean is 8.6, and I think we will achieve it. Thank you. FM. Kumbuka kwamba tumekuwa tukikuletea matangazo haya moja kwa moja na yale ambao wanafunzi wamefanya kupitia Kisii FM Digital. Kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu hivi kwamba tunapoleta mambo mengine kama haya unaweza kuyapokea moja kwa moja. Kwa kumalizia tu kisha tuweze kwenda kwa sehemu ile nyingine. Nina walimu hapa, pengine wana jambo moja ama la kutuzungumzia, waweze kusema kuhusu shule yao na vile vile yale ambayo wameona hapa katika Kisii FM. Ni vizuri basi niweze kupatia nafasi kama kuna mwalimu wenzangu hapa ambaye atajitambulisha kwanza, kisha atuambie kuhusu ni yapi ambayo wanafundisha hawa wanafunzi na ni yapi angependa pengine kusema hivi kwamba muweze kuelewa kuhusu ile shule ya Mwongori High School ambayo inapatikana kule maeneo ya Nyamira County. Mwalimu, karibu, pengine uanze na majina yako. Asante sana. Mimi ni Bwana Manani. Nafundisha katika shule ya Mwongori High School. Nafundisha kilimo na biolojia. Lakini nasimamia hawa wanafunzi katika hiki kitengo cha kutoa utangazaji. Ndio. Ni nini hasa kimewasukuma nyinyi kama shule muweze kuleta wanafunzi mpaka kwenye kituo hiki cha Kisii FM? Wanafunzi wakiwa huko shuleni huwa wanajifunza kutoa habari na mengine mengi kuhusu utoaji habari. Na tukaonelea ni vizuri waache wajifunze katika Kisii FM. Ndio.
Pengine yule mzazi ambaye anatutazama kutoka nyumbani, waweza kumpa ujumbe upi? Pengine ungeweza kumwambia kuhusu shule inapatikana wapi na pengine kuwafikia nyinyi kama shule. Wasasi ambao wanatazama, shule ya Mwongori inapatikana Borabu County, kutoka Keroka kwenda Cheplat, itapatikana karibu hapo Mwongori area, next to the road, 5 kilometers from the main road. Asanti. Ukija huko mtoto wako atapata mafunzo kamili. Asanti. Asante sana. Kuna mwalimu mwenzangu hapa ambaye anajulikana kwa majina Cosmas Nyabuti, pia ana jambo la kuambia wazazi na wale ambao mtazamaji kama ambao umekuwa ukitazama na kufuatia vipindi hivi. Hebu nimpe nafasi pia mwalimu. Jambo moja pengine kutoka kwa chama hiki cha utangazaji. Masuala ni mengi, ila ningependa kuwapa wazazi changamoto na kongole kwa wale ambao wanawapa watoto wao nafasi. Namna ambavyo tumeshuhudia ukweli wanafunzi wana talanta, ndiposa tukonelea vyema waje waweze kuona shughuli ambazo zinaendeleshwa ili pale nje tunapopata habari. Ya pili, tuweze kuwapa wanafunzi nafasi. Wengi wana talanta, wana vipawa tofauti tofauti, na kweli watoto wa siku hizi wana ujuzi mwingi kwa ajili wana uzoefu kwenye mitandao. Kuna mengi ambao wanajifunza na kuna wale ambao wanatamani waweze kuwa kama migo wao ambao tunaita role models. Tusiwafungie nyumbani iwapo mtoto ana swala na unaona kwamba ana nia ya kutaka kufanya jambo fulani, ni vizuri kama mzazi uweze kumpa mkono wa heri na haki, uweze kumpa nafasi yake, alafu yeye aendelee kuwajibika. Ya kesho ni Mungu anajua, kwa ajili tunaendelea kuingia kwenye mtaala wa umilisi, competence based curriculum, ambayo inahitajika mwanafunzi aweze kufahamu zaidi kile ambacho anakihitaji maishani. Ya ndo hayo. Pengine waweza kusalimia wale walimu pengine mliwaacha shuleni. Walimu wa shule yetu ya upili ya Mwongori tunawapa salamu. Aswa tukianza na mwalimu wetu mkuu ambaye aliweza kutupa ruhusa hii tukaweza kufika hapa, Mr. Davidson Kengere, tunakushukuru sana mwalimu. Walimu wasaidizi, naibu walimu wasaidizi, Madam Roslyn Otori na Mr. Mariba, tunawashukuru sana. Na wale walimu ambao tunashirikiana haswa kwenye idara ya Kiswahili tukiwa na msimamizi wangu Madam Maureen, na wale walimu wengine, na pia kwenye upande wa English department ningependa kuwashukuru kwa sababu mara nyingi watu tunashirikiana, tunapokuwa na jambo lazima tunalisuluhisha kwa ajili ya wanafunzi. Na walimu wote kwa jumla, kando na hayo pia tuna wale wafanyikazi, wana wapishi na watchmen, tunawashukuru kwa ajili tunaposhirikiana ndiposa tunaweza kupata matokeo ambayo ni mazuri. Na namna ambavyo walisema mwaka huu tuna mtihani, tunatumai kwamba tutaendelea kuipeperusha maishani. Hiyo ndio inakuwa ni lengo kuu, na wanapofanikiwa mara nyingi ndio furaha yetu. Asante sana. Mtazamaji, kabla hatujafunga ama kutamatisha, ningependa nirudi kwa mwalimu aweze kutupatia zile nambari za simu, pengine ukitaka kuwasiliana pamoja na shule unaweza kuwasiliana pamoja nao. Haya, asante sana. Nambari ya principal Kengere ni 0726031627, na mimi kama patron wa journalism 0721931663. Asante sana Bwana Manani. Aseke usi watabia aseke usi ni libara iwe Kegere station ya Kegusi. Namba yo mwalimu manene esiro isana ibere isana emo esiro isato eyemo isana emo ibere isana ibere. Namba yo mwalimu manene esiro isana na ibere isana nemo esiro isato eyemo nani ningirore tiangirore. Enamba yo mwalimu manene principal gere esiro isana na ibere isana nemo esiro isato eyemo isana nemo ibere isana na ibere. Asante sana. Ikigusina bage kongu. Jambo ndio mwalimu useme jambo walimu wenzako wanapoondoka, pengine kwa sababu ya picha watasalia kidogo. Mwalimu, jambo la mwisho pengine tunapotamatisha. Ningependa nizungumze katika lugha ya Kiingereza. Okay, no problem. Okay, thank you Kisii FM
for this opportunity. Our students have learned a lot, and we as teachers, we have learned a lot, and we wish that one day, as Kisii FM, you can visit our school, and even the people of Kisii who are